Sostenes Lubimbi. Nipo hapa kwenye tiba asili. Una miaka mingapi mzee? Miaka 74. Nitakwambia hivi. Tilike mwenyewe. Tungependa tuheshimike waganga wa tiba asili. Sio kuna wakati tunasumbuliwa mara upo sijui karibu na barabara, hatujavuka Bikono, lakini tunashukuru hilo tulifikisha kwa mkuu wa wilaya akarespondi kwamba tulia, na bahati nzuri tunajenga sehemu yetu. Nimewaambia kila kitu kitakuwa sawa. Hapa tunatibu watu, mtu amekuja ameparalyze hawezi akasimama, ambao wameshindwa hospitali, anaondoka anatembea, upo ushahidi. Wametibiwa hapa wakaondoka. Ndio. Tunatibu hata presha, hata kisukari, wakitaka watuletee hata na hicho kipimo cha kuangalia presha, tunamwangalia, anaanza tiba, ataondoka hana. Ndio. Tunasaidia jamii, japo ni biashara, lakini hii ni kama vile gari, basi au mashine ya kusaga. Ni biashara, lakini utafunga kama siku ya sikukuu ina operate, inaendelea kutoa huduma nani stop. Kwa hiyo tuheshimike, tusizushiwe mambo. Sisi hatuhangaiki na albino, na hutasikia hata siku hii hata mama. Tunaishi vizuri tu. Asante sana. Okay. Changamoto gani hizi? Umezungumza hili la miundombinu, ni kweli kwamba wakati mwingine anasema kutokana na upanuzi wa barabara, na kwa sababu umeshasema mkuu wa wilaya lilishughulikia, na tuko kwa muda hapa, kuna eneo tunajenga. Kuna eneo mnajenga vizuri sana. Mimi nataka niangalie kwenye changamoto zinazohusu dawa, upatikanaji wa dawa. Dawa mlizokuwa mnazipata miaka 5 iliyopita bado mnaendelea kuzipata katika mazingira yale yale sasa hivi? Sio mazingira yale yale, yamebadilika. Yamebadilika mpaka kununua. Aha. Kwa hiyo moja ya changamoto ya uendelevu na ubora wa huduma pia hata upatikanaji wa dawa. Kwa sababu nalazimika ununue au ufate kwenye mapoli mbali. Kwenye mapoli ya mbali. Kuna vikwazo vyovyote mnakutana navyo huko kwenye mapoli mnakokwenda kuvuna, labda kutoka kwenye idara, taasisi za serikali kama TFS, misitu ile ya halmashauri, misitu ya vijiji, hifadhi? Kwa huku ndio hatujawahi kuingia misitu ya hifadhi. Ndio. Ipo hii misitu ya kawaida. Huko mnaingia mnavuna na hakuna usumbufu wote mnakutana nao. Ndio. Mama, kuna changamoto yote ya kimsingi ambayo nakutana nayo kwenye huduma zako? Maana jana nilikuona umesajiliwa, lakini pia ulitujulisha kwamba kuna hatua za uhuishaji, maanake usajili wa kudumu, na ile ni lengo zuri la serikali kutaka watu wote wanaotoa huduma ya tiba asili watambuliwe, na kutambuliwa kunakupa nafasi moja hapo kubwa na heshima, kwamba wakati unatoa huduma inawezekana kabisa sio kusudio lako, lakini umempa mgonjwa dawa ile ile ambayo unatibu watu kwa mamia wanatibiwa na kupona. Ikatokea bahati mbaya akapata madhara, rahisi hawezi kuponyesha wote. Kwa hiyo rahisi kufanya rejea nzuri kwamba mtu huyu anatambulika, na yale yaliyojitokeza ni changamoto ambazo zinatokea hata hospitali. Mgonjwa ameenda katibiwa apone, lakini bahati mbaya na akapoteza uhai, na kuna mochwari. Lakini hapa sijaona mochwari. Kuna mochwari ya kwamba watu walioshindikana hapa kidogo, kuna mochwari zipo za serikali. Asante. Mimi nataka tusikie moja tu kwamba hatuna mochwari. Kama mochwari ikitokea, kuna serikali imeweka maeneo yao. Ushirikiano kati ya ninyi na vituo vya afya vya serikali ukoje katika eneo hili? Hauna matatizo. Hauna matatizo, mnashirikiana. Kwa sababu hapa huwa wanakuja hata wataalamu kuzungumzia mambo ya ukimwi, wanafanya testi kwa watu. Ndio. Bila matatizo. Okay. Tunashirikiana nao vizuri. Nakupongeza sana mzee Sostenes. Okay, kwa ushirikiano mzuri kwanza unaopata kutoka serikalini, na wewe unaotoa serikalini, kuona kile unachokihudumia kiko katika viwango ambavyo jamii inaridhika, lakini kuna mambo ambayo na wewe mwenyewe kama kiongozi
mwenyeji, wanasema wewe ni watu leo tunasema nini, ni senior, umeona, katika eneo hili na nyanja mbali. Moja ya jukumu lako pia ni kuhakikisha eneo hili liko salama na watu wanapata huduma katika hali ya ubora na usalama na ufanisi. Na hilo ndilo linaloliangazia kwamba kuna eneo lingine lazima lijengwe, likamilike, watu watapata huduma kwa ubora zaidi ya hapa wanapo, yani zaidi ya huduma ile wanayoipata hapa, kwamba serikali iwe na